Haya si mashindano ya soka tu. Hapa ni asili ya Afrika katika ubora wake. Ni kilio cha bara kwa dunia. Mimi pia niko hapa. Yote ndani ya dakika 90 za kila mechi. Ni fahari inayoenea kote duniani. Kutoka Misri hadi Uingereza, Senegali hadi Uturuki. Hii ni AFCON. Safari hii iling'oa nanga mwaka 1957. Afrika bado ilikuwa inapambana kusikika, bado ikijinasua kutoka katika utawala wa kikoloni. Huko Khartoum, Sudan, mataifa matatu yalikutana na wazo moja: kuanzisha mashindano ya soka yanayoratibiwa na Waafrika kwa ajili ya Waafrika wenyewe. Mataifa hayo yalikuwa Misri, Ethiopia na Sudan. Afrika Kusini pia ilialikwa kushiriki. Hata hivyo, utawala wa ubaguzi wa rangi wakati huo katika taifa hilo ulitaka kuunda timu ya wachezaji wazungu pekee. Afrika Kusini hivyo basi haikuruhusiwa kushiriki mashindano hayo. AFCON hapa ikaweka mipaka wazi kuwa hapa ni zaidi ya soka. Ethiopia basi ikaingia moja kwa moja hadi fainali kuchuana na Misri ambayo ilikuwa imembamiza Sudan. Misri ikawa mshindi wa mashindano ya kwanza na mbegu ya AFCON ikapandwa. Mwaka 63 Ghana ikajitangaza kwa kushinda kombe hilo, mara yake ya kwanza kushiriki. Katika miaka ya 80 Cameroon ikawasili kwa kishindo. Indomitable Lions kama walivyojulikana walifika fainali 3 mfululizo katika kipindi cha mwongo mmoja. Na katika miaka ya 90 mchezaji wao mashuhuri Roger Milla alikipiga kwa ustadi na kuliweka soka la Afrika kwenye historia. Kila alipofunga na kusakata densi yake, alikumbusha dunia kuwa soka la Afrika halikuwa tu la ushindani, bali pia ni la kuleta burudani. Kisha ikaja mwaka 96, labda wakati muhimu zaidi katika historia ya kombe hili. Afrika Kusini iliandaa AFCON kwenye ardhi ambayo ilifahamika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi. Nelson Mandela alikuwa jukwani akiwa amevaa jezi ya timu ya taifa hilo inayojulikana kama Bafana Bafana. Wenyeji Bafana Bafana wakatua kombe hilo, na hii haikuwa tu ushindi wa soka, ilikuwa ishara ya uponyaji kwa taifa hilo. Simulizi ya kombe hili si ya furaha, ushindi na sherehe pekee. Tarehe 27 Aprili mwaka 93 msiba ulitokea. Timu ya taifa ya Zambia ilikuwa ikielekea Senegal kwa michuano ya kombe hilo wakati ndege yao ilipoanguka pwani ya Gabon. Karibu kikosi kizima, kizazi cha wachezaji chipukizi tajika, kilipotelea baharini. Mchezaji mmoja tu ndiye aliyenusurika, Kalusha Walia. Akiwa anachezea timu ya PSV ya Uholanzi wakati huo, alipangwa kujiunga na timu siku moja baadaye, hivyo kunusurika safari hiyo ya mauti. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 1994, Walia aliongoza timu mpya ya Zambia hadi fainali ya AFCON, akicheza fainali hiyo kwa kumbukumbu ya wenzake waliofariki. Walifungwa. Lakini soka ni simulizi isiyoisha, ina kumbukumbu si haba. Mwaka 2012, AFCON ilirudi tena Gabon, karibu na eneo la msiba. Zambia ikatinga fainali tena. Waliwashinda vigogo wa mashindano hayo Cote d'Ivoire na kubeba ndoo hiyo, wakitimiza ndoto za kizazi cha wachezaji wao chipukizi tajika kilichofia baharini katika harakati za kutimiza ndoto hii. Leo hii AFCON si mashindano ya ndani tu. Ni moja ya mashindano makubwa zaidi katika ulimwengu wa soka. Nyota wakubwa wa Afrika wanarudi nyumbani. Mohamed Salah, Victor Osimhen, Achraf Hakimi, Sadio Mane, Riyad Mahrez na nyota wengine wengi. Wote wako Morocco wakitumaini kuyapatia mataifa yao kombe hilo kubwa zaidi barani Afrika. Mambo mapya yataibuka. Mashujaa wapya bila shaka watafahamika, huku bara la Afrika likiendelea kubaini asili yake wenyewe.